Leo nataka mnisikize kwa makini. Kwa makini tena sana. Nataka kuongelea story ya Boniface Mwangi, Martha Karua, Willy Mutunga na yule activist kutoka Uganda. Iko hivi. Tushajua na Wakenya wamejua na mimi nimejua kuwa Willy Mutunga wakiwa na huyo Boniface Mwangi, wakiwa na sijui na nani mwingine au wanajiita ma-activist, these people are conmen na wanatafuta jinsi ya kunufaika ama kujinufaisha kupita mifuko za serikali za kigeni. Naomba mnisikize vizuri. Nataka kutoboa siri. In 2024, wakati demonstrations za Gen Z, kuna kitu ilitokea Kenya ambao watu wengi walishangaa, mpaka international community walishangaa. Maandamano ambayo haijawahi onekana Kenya. Na hiyo maandamano ikaisha tu ghafla. Ikaisha nguvu ghafla. Ni kwa nini? Wakati maandamano ya Gen Z 2024, sana sana June 25th, kuna group of some activist, wanajiita activist, walijiunga wakatengeneza WhatsApp group. Hii WhatsApp group ilikuwa ni kumobilize watu ama youth, na wakaimiza kwa kila constituency ikuwe na WhatsApp group yake ya Gen Z movement. Na kama ulikuwa wakati huo, kuna groups ulikuwa unaadiwa na ujui nani amekuada, unasukia tuko kwenye WhatsApp group. Kuna story nataka niwaeleze leo na mtashangaa. Hiyo WhatsApp group, wewe unasukia umeingizwa kwa WhatsApp. Hata mimi niliingizwa kwenye WhatsApp group mali ilikuwa ya Gen Z. Hapo ndo mali news ikana trend. Wakitaka kufanya kitu wanapost. Na wanapost kwa kila group Kenya mzima. Siku fulani tuna storm mali fulani. Occupy everywhere. Occupy streets, siji occupy churches. Na iko inafanyika for real. Now, Willy Mutunga, the former Chief Justice, wakiwa na huyo Boniface Mwangi, wakiwa na activists wengine from outside, wakiwa na wengine pia hapa Kenya tu, kina Martha Karua, kina Okiya Mtata. These people walikuwa kwenye WhatsApp group moja, na mwenye alikuwa na fund this WhatsApp group was Uhuru Muigai Kenyatta. Kuna pesa walikuwa wanafandiwa ya kumobilize vijana, ya kulipa vijana wachache wa mobilize watu waende wafanye demonstration, wa storm parliament na wa storm state house. Kuna activist moja anaitwa Gitonga Archives. Ukiingia hapo TikTok, just go and search Gitonga Archives, utamwona. Utasikiza the real story. Juu hata huyo Gitonga Archives alikuwa kwenye hiyo WhatsApp group. Wakati Gitonga alikuja akawaambia kina Willy Mutunga, now tumestorm parliament, but watoto wameuawa wengi sana. Please, naona tuachane na hii story. Imagine huyo Willy Mutunga ambaye anajiita activist alimtusi sana huyo Gitonga na akamtoa kwenye ile WhatsApp group. Na akamuita majina mbaya mbaya. After kumtoa, walikuwa juu Gitonga kwa amemwambia hii kitu hatuwezi enda sasa state house. Tukienda state house, many Kenyans will die. Please, acha tuachane na hii story. But Gitonga waliinsist wakiwa na Martha Karua wake na Boniface Mwangi. Boniface Mwangi alikuwa anaenda kwa street kuandamana akijifanya kuna hawa raia, lakini alikuwa anakuwa funded na the former president Uhuru Muigai Kenyatta. So ikawa hivi, wakamtoa yule Gitonga, wakamfukuza. Gitonga kaenda, ndio alilipua hii story juzi kwa one of the online channels. Wakati alifanywa interview pale YouTube, na akalipua hii story pande. Wakenya wengi tumepata hii story. Now, sasa nakuleta hapa. Wakenya walikufa. Vijana wa Gen Z hawajai kuwa compensated mpaka leo. Juzi pale Omabei, Raila Amolo Odinga wakiwa na President William Ruto waka-agree kuwa vijana wanaenda kuwa compensated, wenye waliumia hizo mafamilia wakuwe compensated pia. Waka-agree hivyo, which is good. Now, Boniface Mwangi, jua hawakuumia, Martha Karua kugongwa risasi, Willy Mutunga kupigwa hiyo kichwa yake kubwa risasi, wameenda kutafuta sympathy katika nchi jirani ya Tanzania.
Sasa ndio hapa ndo nakuletea story sasa, story yangu. Wameenda TZ kutafuta sympathy. Kufika pale TZ hawakuwa na idhini ya kuingia. Wameshindwa huku Kenya kudhibiti serikali ya William Ruto. Wameenda kujaribu nchi jirani kutetea Tundu Lissu, mtu ambaye hata hawajui. Yule mama akawashika, akawazulia pale airport, akawachukua, akawadeport. Ukina Martha Karua wakaagiri kwa Boniface Mwangi na yule mama wakuje na gari kupitia side ya Mombasa au Kwale huko chini. Waje na gari, wajifiche kwenye hoteli moja, isemekane kuwa walitekwa nyara ama wamedhulumiwa na serikali ya Tanzania. Nataka kusema hii kitu, na mkitaka kunipiga kujeni mnipiga, lakini mtaona cha mtema kuni. Wakajificha huko. Trend ikaanza, free Boniface Mwangi, free Boniface Mwangi, free CJ Agatha, free nini. Like 3 days. Boniface Mwangi akatoka from nowhere, anajifanya eti haizi tembea, anashikwa. Lazima shikwe. Now, mimi niko na swali. Sasa nimeona wanasema wanataka kuwa compensated walipofidia kwa kutiwa vidole mkunduni. Just imagine. Boniface Mwangi mwenye anajiita activist mkubwa, anapigania haki ya binadamu. Watoto waliuawa pale parliament, hawajai kuwa compensated. They were dead. They were killed, imagine. Wengine wamevunjwa miguu mpaka leo bado wako hospitali. Wengine walijeruhiwa wakatibiwa kurudi kwao. Bili ilikuwa zao, bili walijilipia. Wengine walikufa hivyo. Wewe umeenda coast kujificha mali, kujipea raha, yani kujibamba. Unatukujia hapa eti unataka kukuwa compensated, ati jumetua vidole kwa boot. Umetua vidole kwa boot, unataka ulipo fidia. What about yule Gen Z mwenye alipigwa risasi pale parliament, akalala huko, akaenda kulala mochari? Familia yake wanalia mpaka leo, wanalilia haki. Wewe unalia kutiwa tu vidole huko nyuma, na yule mama alipoteza mtoto, na wewe ni activist. Nani mjinga? Mimi naomba serikali ignore these rats, ignore these idiots, ignore these fool people. Hawajielewi, hani watu ambao hawana akili, watumia akili. Wanadhani President Ruto ni yule mtu tu wa kushtua na kutoa chenye wanataka. Tanzania will never pay you. Mimi kwanza namuunga mkono Mama Samia Suluhu 100%. Mimi ni Mkenya mzalendo na siogopi mtu yeyote. Tanzania wako na sheria na katiba yao. Kenya tuko na sheria na katiba yetu. Lazima iheshimiwe. Kama mmeshindwa kufanya kazi ya kujilisha familia zenu, please leave Tanzania alone. Kama mmeshindwa kudhibiti serikali ya William Ruto, please leave William Samoei Ruto alone. Muame Kenya, mrudi mahali mnataka. But Kenya lazima iongozwe na sheria. Na kuna kitu mtapata. Gen Z watakuwa compensated, nyinyi mtaangaliwa hivi. Rudi nite huko mtiwe hizo vidole. Ati Boniface unalia. Na huyo msichana anaitwa CJ Agatha, hata ali, na mnasema wote mlifanywa ile kitu. Mlifanywa ile kitu na msichana mwenyewe ali, yeye anaongea tu akiwa macho yamekodoa kodo hivi. Wewe unalia kutiwa tu vidole. Kijana amelala pale parliament, akarudi kulala mochari, city mochari. Wewe unatuambia hapa tu ukue compensated. Wewe, sisi si wajinga.